Okay, leo katika episode ya pili ya Powerful Integration nataka kujadili na wewe jambo moja ambalo kama ulipita shuleni again, kama mtu ambaye umepita shuleni utakuwa na waka nao. Unakumbuka ukiwa shuleni kuna baadhi ya watu ambao wao swala la kusoma bwana ilikuwa mtihani sana. Yaani kuombea swala la kujisomea inakuwa ni ngumu. Lakini watu ambao wanapenda kufaulu. Kwa kifupi shuleni tutakuwa tuna wanafunzi wengi ambao wanatamani sana kufaulu, lakini swala la kujisomea, kufanya tuition maybe, hivyo vitu kwao ni vigumu, hawapendi, wanataka vitu line. Lakini pia hao ni watu ambao wanapenda sana likizo. Yaani ikifika Ijumaa wanafurahi, wanatamani hata kuna sikukuu ndogo tu wasije shuleni. Mwalimu akisema let's say leo ni siku ya wafanyakazi duniani, lakini mimi nataka nije tusome, bado wao watataka wapumzike, hata kama wanajua ni wanafunzi wana mitihani, lakini watataka wasije shuleni. Anyway, sisemi kwamba ni watu wabaya, lakini ninachotaka kuambia kuwa hata unapokuja sasa kwenye maisha ya kawaida, unapokuja kwenye swala zima la kazi, let's say unafanya kazi au wewe ni mwajiri, umeajiri watu, una biashara yako ndogo, lazima utakutana na aina hii ya wafanyakazi. Wafanyakazi ambao hawapendi kufanya kazi lakini wanapenda malipo. Sasa wenyewe unaweza kukutana nao wapi? Unaweza kukutana nao kwenye sehemu tatu tofauti au scenario tatu tofauti. Ya kwanza inawezekana ukawa unafanya nao kazi, yani wote mmeajiriwa sehemu moja. Kwa hiyo ni sehemu ya timu, mnashirikiana. Kwa hiyo wao ni wavivu, muda mwingi wanataka wakutegee wewe ndio ufanye kazi yote. Au wana postpone kazi ambayo unaona kabisa hii mbona tungeweza kumaliza leo au ndani ya siku 2, lakini kwa jinsi huyu mtu anavyoenda na tunaweza tukafanya siku 4 mpaka wiki. Umeona? Kwa hiyo ni sehemu ya kwanza ambayo unaweza kukutana nao. Sehemu ya pili unaweza kukutana nayo ikiwa wako chini yako, yani either umewaajiri au wewe ni supervisor wao, unaongoza. Lakini unakuta katika timu yako baadhi ya members au member mmoja ana hiyo tabia, ni mvivu. Sehemu ya tatu ambayo unaweza kukutana nao ni wakiwa wanafanyia kazi, labda umewakodi, mfano mafundi, unajua mafundi ujenzi, unawaita, sio kwamba umewaajiri lakini umewaita, umewapa kazi labda ya kupaua nyumba au kupiga lipu, lakini unaona kabisa mbona hii kazi itakiwa afanye wiki moja, wameenda wiki 2 mpaka 3. Kwa hiyo kama ambavyo shule walikuwa wanasumbua, hawataki kusoma, wanashinikiza msipate muda wa ziada kusoma, ambao mnasababisha mnachelewa kumaliza topiki, wanasababisha mnafeli. Kuna katika maisha sasa ya huku ukubwani ni kwamba wao ndio wanasababisha cost kupanda. Kwa sababu kama mtu anatakiwa afanye kazi siku 4 na utakiwa umlipe ndani ya siku 4, akafanya wiki moja ambayo ni siku 7, maana yake unakuwa na budget ya siku 7 badala ya budget ya siku 4. Lakini pia katika makampuni au biashara wanaweza wakasababisha biashara kufa kwa sababu labda uhudumiaji wao wateja ni mbovu. Kwa hiyo wateja wanakuwa wanachukia labda speed ndogo. Mtu labda ametaka bidhaa ndani ya siku, anatakiwa apokee ndani ya siku 1 au 2, anapokea ndani ya siku 4 mpaka 5. Kwa hiyo kule walichokuwa na kukosti ni kwamba walikuwa wanasababisha mnachelewa kusoma, mnachelewa kumaliza topic, kwa kuna hatari ya kufeli. Lakini kwenye maisha halisi sasa cost zake zinakuwa financial cost, kwamba anasababisha hasara aidha kwa kuongeza budget au kwa kufukuza wateja. Kwa hiyo lazima ujue namna ya kupambana nao. Lakini kama wewe ni mmoja kati ya watu ambao walikuwa wanafanya hivyo shuleni, basi ujue katika dunia huku ya utafutaji unakuwa unatia hasara na unakuwa hauna faida. Kwa hiyo lazima pia ujirekebishe. Kwa hiyo leo katika Powerful Integration tumeweza kuintegrate maisha ya shule ambayo tulikuwa watu wanafanya uvivu wa kusoma na penda kulala, na impact yake inapokuja kwenye masuala mazima ya utafutaji wa fedha na kupambana na maisha. Kwa kama kawaida usahau kusubscribe, share, like kama video imekupa mwanga fulani, na mpaka wakati mwingine.